tunacheza ndani ya kipindi cha Siri Yetu. Naam. Maanake tunasema ni hapa tu unaweza kupata burudani kama zile. Unaweza kuelimika, unapata mafunzo na vitu vingine pale. Kabisa jamani. Lakini Malkia, unajua tunapozungumza hapa na masuala kama yale pale, kuna vitu ambavyo mara nyingi vinatokea pale. Maanake jana tulikuwa tunajaribu kuangalizia kile kisa ambacho kiliweza kuacha watu wengi, watu wanapofanya revenge na masuala kama hayo pale. Lakini unapata kwamba kuna vitu vingine tunafanya kwamba ambavyo sijui kama hatufikiri kwanza ama sisi tunavifanya tu. Maanake sasa hivi nilikuwa pia nasoma kisa kingine pale kwenye mtandao wa kijamii, ambapo kuna jamaa fulani ambaye pia aliweza kumpiga mkewe na akaweza kumjeruhi vibaya sana. Kwa sababu gani? Kisa na maana anasema kwamba vile story inaendelea pale kwenye mtandao wa kijamii ni kwamba inaonekana kwamba huyu mwanadada alitoweka pale nyumbani. Sasa akarejea usiku kuchelewa, na akajua kwamba labda haya masaa mume wake huwa hakui pale nyumbani, kwamba labda anakuwa anajishughulisha na vitu vingine. Kwa hivyo yeye akajua kwamba mimi nikienda pale nyumbani hakutakuwepo na mtu mwingine pale. Ikawa kinyume na matarajio pale. Sasa kufika pale nyumbani akaingia pale na lijimutu lingine. Makosa. Yaani Malkia wajua kwamba sasa hivi papa yuko nyumbani. Yuko nyumbani. Sasa hivi ameenda shughuli za kwake. Nimejua majira yake kutoka kazini pale jamani. Najua masaa yake kuingia pale. Kwa hivyo mimi wacha niende na chai nyingine pale. Ni kunywange chai pale. Sasa kufika pale chai kamwagika. Chai ndio hiyo, maziwa umeteleza kwenye sakafu pale. Kabisa. Yasha mwagika ya mbele. Sasa kufika pale nyumbani akapatana na huyu jamaa. Jamaa akamuuliza kwamba watoka wapi na huyu ni nani na masuala kama hayo pale. Katika hali kama hivyo vurugu zikaanza. Vurugu kwanza hapa pale, kubishana, kurushiana maneno makonde na vitu kama vile pale. Sasa huyo jamaa mwingine akaponyoka akaondoka akajiondoa pale. Akatoka mbio. Sasa mwenye alibaki ni Malkia yuko pale sasa, ambaye ni mama wa boma pale. Mama wa boma sasa. Sasa na yeye akashughulikiwa na mmeo. Kwamba akaweza kuumizwa pale kwa vichapo pale. Kwa kichapo na masuala kama yale pale. Sasa hivi nafikiri kwamba kesi hiyo iko katika kituo cha polisi. Na kwamba nafikiri kwamba inaendelea kuchunguzwa. Imetoka kule maeneo ya magharibi mwa nchi yetu ya Kenya. Ni visa ambavyo sijui kwa nini, maana ukiangalizia katika siku ambazo zimepita kama 2-3 hivi, ni visa ambavyo tumeviangalia sana hasa ndani ya kipindi cha Siri Yetu. Vimekuwa vikigonga vichwa vya habari pale kwa wingi sana. Kabisa. Nafikiria pia watu wanakosa ile mwelekeo bora wa kuweza kutatua mambo ama migogoro pale panapotokea pale. Kwa hivyo mtu anashikwa tu na hasira kigafla pale. Bila kuzuia. Unajua wakati ambapo hasira inakufikia pale, wanasema hapo ndio huwa tunatamka maneno ambayo baadaye tunakuja kuregret, ama tunafanya kitendo ambacho baadaye pia tunakuja kujuta pale. Nafikiria pia ni hasira sisi kama binadamu pale ambayo pia inachangia pale. Ni ama pengine ni kitu ambacho watu hawangetarajia, ama yule mwanakaka hangeweza kutarajia pale apate mke wake kwamba ameleta jibaba lingine pale. Unajua unaposema kwamba masuala na kujutia, sijui kama ni mimi mtandao ambao naingia ndio unaniletea hizi story. Kwa sababu kuna vile tu mwanadada fulani ambaye aliweza kupatwa na hasira. Vile unazungumzia swala la hasira pale, kwamba wakati huo alikuwa na hasira na alikuwa na ujauzito. Kwa hivyo anasema kwamba waliweza kuzozana na mmewe. Katika ile hali ya kuzozana akachukua kisu akamdunga mumewe. Akaaga dunia. Mume wake akaaga dunia. Huyu mwanadada akaenda aliposhikwa akakiri kwamba alitekeleza lile tendo, na kwamba labda haikuwa kusudi lake kuweza kufanya kile kitendo. Kwa hivyo akaweza kufungwa, lakini sio kile kifungo ambacho tutasema kwamba ni kifungo, kwa sababu akitathmini akiangalia labda ile masuala, na anasema kwamba yeye alikuwa anafanya hivyo in self defense, kwamba kuweza kujikinga pale. Kwa hivyo akapewa kifungo, lakini baadaye akaachiliwa.
kitu ambacho anasema sasa hivi anajutia kwa kuweza kumuua baba au mtoto wake. Sasa kuna vitu ambavyo tunafanya ambavyo baadaye tunaanza kujutia, tunasema kwamba sasa hivi ilitokea vipi kabisa. Lakini sasa hivi tukirejea kwenye hiki kisa cha huyu mwanadada ambaye sasa amefika pale nyumbani, akapata mewe na amekuja na mtu mwingine pale. Sitaki tuangalizie labda kwenye ile swala peke yake. Nataka tupige mtazamo kwamba kwenye mahusiano ya sasa uaminifu. Uaminifu ambao labda watu wanatarajia kwamba huyu mtu akuwe mwaminifu kwangu. Kabisa. Labda nini kinachangia watu hawana ule uaminifu ambao labda tukuzungumzia watu kama wazazi wetu ambao wamekaa kwenye mahusiano, kwenye ndoa miaka na mikaka pale. Nini kinachangia? Nafikiria pia ni pressure pale, pressure tu ya watu pale mitandaoni, pale njiani, kwenye jamii pale, kwenye familia pale. Pengine unaona mwanadada pengine hatekelezwi jinsi ambavyo wengine wanatekelezwa pale. Naona kwamba huyu jamani, huyu amedekezwa ama anafanyiwa vitu ambavyo yeye mwenyewe pia hajawahi shuhudia pale. Ndiposa anasema basi wacha mimi nitafute yule ambaye atanipa hiki, yule ambaye pengine atanipatia hela. Tumesikia pengine yule ambaye atanisomesha. Unaona? Pengine hiyo ndio imefanya haswa kina dada wengi jamani kuenda upale mwingine ule wa pili, ndiposa wanapatikana pale. Manake siku zote nitasema kwamba binadamu tuna dosari. Wanaume unapata kwamba kuna wale wako na dosari wanadanganya kwa mahusiano. Kuna wanadada vile vile ambao wako na dosari wanadanganya kwenye mahusiano. Hivi sasa tunazungumzia watu ambao wamekaa kwenye ndoa bado kuna hii dosari kwamba watu wanadanganyana pale, huyu akitoka huyu mwingine yuatoka. Labda unazungumzia masuala na pressure. Tayari mtu ambaye ushaamua kwamba wewe unataka kuingia kwenye ndoa pale, mbona ujishughulishe na masuala na nyumba za watu wengine? Mbona pressure zingine pressure za kutoka wapi na masuala ya watu wengine? Kwa sababu yule amekula nyama, vile vile pia wewe unataka kwako ukule nyama. Wewe unataka ukule nyama jamani, Unajua wakati ambapo mtu anajiingiza kwenye mahusiano na huwa inajulikana ama inasemekana kwamba kina kaka wanakuja na maagizo makubwa, yani lazima tuwatengeneze na mambo matamu. Tukwambie kwamba nitakupatia ndege kwa jumba lako. Wanasema wana ahadi ama wanaahidi kwa yule mwanadada, nitakufanyia hivi, nitakudekeza. Kwa hivyo mwanadada anafikiria, anajua kwamba basi mimi nishafika, nishampata yule ambaye nimekuwa nikimhitaji maishani mwangu pale. Lakini sasa mtu ameshaingia kwenye ndoa, ameshaingia kwenye mahusiano, baadaye tunaona kumbe si vile si vile mlikuwa mnatarajia, si vile jamani. Anatamani tena aondoke pale, lakini pengine anashindwa. Anasema huyu basi wacha nifanye haya mambo nikijificha pale. Lakini unajua kwamba hakuna refu lisilokuwa na mwisho pale, kwamba kile ambacho kina mwanzo siku zote kina mwisho. Ukifanya vitu vyako kisirisiri, manake sioni kama, nafikiri kwamba kuna njia mojawapo madhubuti ya kuweza kufanya masuala. Hakuna haja kwamba leo Malkia ama mimi papa nipo kwenye mahusiano, wewe kesho utokee huko. Ndio nilisema kwamba kuna watu wengine sitawahukumu. Maana unapata kwamba mtu anafanya vitu kwa sababu yeye mwenyewe ndiye anajua kitu ambacho anakipitia. Manake nishasikia jamaa akipiga story akisema kwamba kwa nyumba yake wakitoka na mke wake asubuhi wanatoka na gari the same, wanaenda kutembea nje, wanaonekana vizuri, lakini the moment wanaingia ndani ya chumba kila mtu ana chumba chake. Na hiki ni kitu kimeendelea kwa miaka 3. Kwamba wewe ukiingia waingie chumba chako, mimi nikiingia naingia chumba chako, hakuna sijui lakini kule nje wanaonekana kwamba ni wapenzi pale. Unajua tunazungumzia especially swala la watumishi, wahubiri wale. Unajua kwamba this is someone who is a role model to the society. Kwamba na hawa watu bado ni binadamu. Na wakati mwingine vitu ambavyo wanapitia nyumbani kwao wakati mwingine ni vigumu. Lakini wakifika kwa watu, manake sasa wanajua kwamba hawa wanafaa ku spread hope. Anafaa kuja kuambia Malkia usijali, haya mambo yatakuwa sawa. Yaani huyu mtu anakupatia himizo
anakupatia ile nguvu ambayo anafaa yeye apewe. Lakini anakupatia na tabasamu, anakuambia kwamba usije kujali. Mambo yatakuwa sawa. Kabisa. Lakini akirudi nyumbani jioni, anaingia chumba chake, mke anaingia chumba chake. Kabisa. Mambo tofauti. Tulikosea wapi? Ni kina kaka wanasema. Labda mpenzi msikilizaji, wanasema kina kaka wengi. Kaka wanasema vipi? Watu wanalalamika kwamba ni kina kaka. Kaka tumefanyaje? Kaka ndio. Unajua kwamba hawatekelezi yale ambao walikuwa wameahidi pale. No, si hata swala la kutekeleza. Kuna watu ambao paka wanapewa kila kitu. Lakini bado tu utapata mtu yuko kule nje. Manake unapata kwamba amekuwa provided with everything. Lakini bado mkataba na njia ni ile ile. Halafu unajua kwamba mtoto wa kiume, nilikuwa pia nafuatilia story nyingine pale wakisema kwamba labda ni wakati pia watu waweze kuruhusiwa hata kama ni wahubiri, kwa sababu tumesikia sakata, sio wahubiri wote, lakini unasikia kwamba kuna sakata, sijui mhubiri kapatikana kwa nyumba ya nani, sijui na mke wa nani, na masuala kama yale pale. Akawa anasema kwamba hao watu wapewe uhuru kwamba wanaweza wakawa more than one wife. Lakini Biblia yenyewe inasema nini wewe papa la kata? Kama una uwezo. Kama una uwezo. Kama una uwezo wa kuwatunza wote wote. Lakini Biblia inasisitiza sana kuwa na mke mmoja kwa mume mmoja. Alafu unajua kwamba kwenye Biblia kwenye Biblia huwa inaangalizia sana mtoto wa kike, kwa sababu anasema kwamba mtoto wa kike ndio anafaa kujenga nyumba pale. Unajua kwamba wanasema vile vile mtoto wa kike ndiye anabomoa nyumba yake kwa mikono miwili. Hawajasema kwamba mtoto wa kiume pale. Na kwenye maandiko utapata kwamba mara nyingi wameangalizia lile swala kwamba ukiangalia watoto wa kiume utapata mtu kama Daudi alikuwa na mke zaidi ya moja. Angalia mtu kama Suleimani 1000. Ukiangalia ukiangalia kina yani kwamba unapata kwamba wake wawili, akina Abrahamu alikuwa na wake wawili na masuala kama haya. Lakini ukiangalia upande wa mtoto wa kike wana assume kwamba huyu ni mtu ambaye anafaa kujitunza, kwamba yeye ni mtu akiingia kwa boma yake, sio kwamba yuko hapa yuko kule. Sio kwamba eti nasema sasa ndio mwanaume sasa afanye sarakasi. Lakini kujaribu tu kuangalizia kuweza kuangalizia kwenye jamii sasa hivi, maana ni visa ambavyo tunavizungumzia kwenye mitandao. Sasa hivi tupo kwenye radio tunavizungumzia, lakini unapata kwamba leo tukizungumzia, tukitoka hapa bado utasikia kesho unasikia kwamba kuna visa vingine pale. Nataka tuweze kusemezana, tuweze kujua kwamba ni njia gani mufti ya kuweza kusuluhisha masuala kama haya pale. Labda mpenzi msikilizaji, kupitia nambari yetu ya studio 0701709596 pale ndani ya kipindi Asili Yetu. Zungumza na mimi papa.